Nilirudi ghafla nyumbani kufuata funguo ya dukani. Hapakuwa andalia uwepo wa mtu uwanjani. Hata Linda yule dada mfua nguo mgeni niliyemwachia kazi pia hakuwepo. Sikuwa na muda wa kujiuliza aliko, kwani nilikuwa nimechelewa kazini. Huku nilibanwa na haja ndogo, kule funguo. Nilikuwa na dakika chache za kujiweka sawa, kuchukua funguo na kusepa. Nilisukuma mlango uliokuwa umeegeshwa tu, nikachoma ndani, kisha uani zipu wazi. Moyo wangu ulipiga kwa nguvu nilipomkuta Linda peke yake bafuni. Alipigwa na butwaa kuniona kama ilivyokuwa kwangu, na zaidi ya yote ni ile zipu. Hakutegemea. Mimi nami macho yangu yalitua juu ya hazina yake niliyoona bila kizuizi. Maskini, alikuwa amejiachia bila habari, akiruhusu sehemu muhimu za mwili wake zipunge upepo wakati anafua. Sijui aliwaza nini, lakini nadhani aliamua kuingia bafuni kuendelea na udobi, sababu alikuwa amekosa kampani nje. Huko bafuni alivua gauni lake. Niliona likining'inia ukutani juu ya henga. Alikuwa amejifunga kitenge badala yake. Amehofia nani wakati alikuwa peke yake? "Jay!" aliita akiwa anahemea juu juu kwa mshtuko. Tukabaki tunatazamana kiaibu, kila mmoja akiwa haamini anachokiona. Akili ilimrudia, akavuta haraka haraka kitenge ili kujistiri maungo yake yaliyoshiba usichana uliochanua. Alichelewa, kwani tayari nilikwishaona maajabu ya siku. Yeye pia alikuwa ameshuhudia tukio kali zaidi kuwahi kumtokea. Mwili ulinisisimuka bila ruksa, nikajawa na jini mahaba. Akili ya kwanza ilinihamasisha nivunje amri, na wazo hili lizidi nguvu ya uvumilivu. Haraka haraka hesabu kanajia nifanye kitu. Je, ni kitu gani hicho ambacho Jay atafanya? Fuatilia kisa hiki dada mfua nguo katika YouTube channel yetu Hadithi Vibes. Hadithi hii inatoka kwako nami Chief Coco.